Ndugu zangu wa Kiislamu, kabla hatujaelezea mambo mtu akiwa na kipatwa na kadari atakiwa awe vipi, angalia ndugu zangu wa Kiislamu leo, mfano huu, iwe Muislamu anadaiwa mahali au anadaiwa na mtu, ukamwambia ndugu yangu, muogope Mungu, nipe deni langu. Ndugu yangu, muogope Mola wako, nipe pesa zangu. Iangalie ile muogope Mungu inamwathiri kiasi gani. Anapoambiwa muogope Mungu, ile muogope Mungu inamuingia vipi katika moyo wake. Utamuona mwanadamu yule habadiliki, yuko vile vile, ameambiwa muogope Mungu, haogopi jambo lolote. Lakini mwanadamu yule akiwa anadaiwa, ule mwenye kumdai akabadilisha lugha, akamwambia ndugu yangu, usiache nikaenda polisi, nipe deni langu. Unamuona mwanadamu yule imani yake inazidi. Al-imani yazidu wa yanqus, imani inazidi. Unamuona ametajiwa polisi, akaanza kubabaika, ndugu yangu, siende polisi, kesho tu Jumatano mimi nitakupa pesa zako, adhuhuri tu haifiki mimi nitakulipa deni lako, kwa sababu ametajiwa polisi. Lakini ile lugha alipowaambiwa kwanza muogope Mungu, nipe deni langu, imani, huyu bado hana imani, bado hatikisiki kwamba iliyotajiwa ni Mungu, ingawa ile muogope Mungu imwathiri katika kifua chake. Basi atakapotajiwa kwamba bwana, usiache nikaenda petu mimi, nikaenda kwenye mikoba ya uchawi, ndio anaogopa zaidi, imani yake ndio inakuwa zaidi kwa kutajiwa mikoba ya uchawi. Lakini akiambiwa muogope Mungu, nipe deni langu, basi ani ile muogope Mungu haimwathiri. Umepita mahali watu wanaotesi wanapigana, watu wanaotesi wapigana, ukawaambia ndugu zanguni, muogopeni Mungu, acheni kupigana. Ile muogope Mungu inawaathiri vipi wale watu utakaowaambia? Jamani, acheni kutukanana, muogopeni Mola wenu. Jamani, acheni kuiba haki ya watu, muogopeni Mungu. Jamani, acheni kudhulumu, muogopeni Mungu. Ile muogope Mungu inawaathiri vipi? Unaona wale watu hawana hofu wala hawababaiki na ile muogope Mungu kabisa, anaona jambo la kawaida. Lakini lao utawaambia polisi, wacha tutaenda polisi tukasema kwamba nyinyi mmeiba hapa, wote watapata na hofu, kila mtu ataanza kukimbia, wenye kusahau viatu watasahau, kila mtu kukimbia kwa sababu atajua polisi. Lakini wanapotajiwa Mungu, imani inakuwa iko chini. Na ndugu zangu wa Kiislamu, imani inazidi. Al-imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi kwa kufanya mambo fulani, imani inazidi kwa kufanya toa sana. Lau utafanya toa, na tukisema toa ni kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukomeka na makatazo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyokukataza, ndio toa hiyo. Unapomwona mtu atajipamba na toa sana, unamuona imani yake inakuwa juu, unamuona anakuwa na sikitiko na watu, anawahurumia watu, anawahurumia mayatima, anawahurumia wajane, anawahurumia mafukara, kwa sababu ile imani anayo imani. Na unapomuona mtu amevama katika maasi, anaoyafanya machafu zaidi, unamuona imani yake inakuwa dhaifu. Kutukana mbele za watu haoni jambo kubwa mbele yake, kutembea uchi haoni anaona jambo la kawaida tu, kufanya mambo hayaeleweki anaona jambo la kawaida, kwa sababu ile imani inapokosekana, ile imani inapokuwa chini, mtu huyu anakosa haya. Imani inapokuwa dhaifu, pia haya inakosekaniwa, unakuwa huna haya tena. Unamuona mtu mzima anatembea na watoto wadogo akifanya nao uzinifu, haogopi kwamba mimi ni makamu mtu mzima hapa nilipo, ingawa hanotembea nao watu kama wajukuu zangu, kama watoto wangu. Haya imekosekaniwa kwa sababu Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi anatuambia alhaya'u minal iman. Ile haya, ukimuona mtu ana haya, ile haya imezalikana na imani. Alhaya'u minal iman, haya inatokamana na imani. Na unapomuona mtu hana haya ya kutembea uchi, hana haya ya kutukana hovyo, hana haya ya kufanya machafu mbele za watu hadharani, ujue huyu ndio imani yake imekuwa dhaifu, kwa sababu amekosa haya. Na unapokuwa na haya